السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وصلاة وسلاما على مصطفى ومن والاه في بداية الأمر ومنتهى. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى katika mambo ambayo huwa ni muhimu sana kwa mwanadamu huwa ni vitu viwili. Al-insanu harisun ala shay'ain ithnain, hayatuhu wa sihhatuhu wa rizquhu. Kitu cha kwanza muhimu sana kinachomkera mwanadamu na kukipa kipaumbele ni riziki, na pia kitu cha pili afya yake, uzima wake. Na kila mmoja katika uhai wa leo anakwenda mbio ahakikishe anaishi akiwa na afya nzuri, na vile vile akiwa ana riziki yake, anakula vizuri, anakaa mahali pazuri. Na utaona hata serikali nyingi katika dunia inaotawala, utaona gharama kubwa hutumika katika kuhakikisha kuna matibabu mazuri, na kuna gharama hutumika katika mahospitali ili kila raia awe afya yake iko sawa. Na riziki, ikhwata alkiram, wengi huchukulia kalimatu rizq ta'ni almal, kwamba riziki kusudia mali, lakini ukweli alhaqiqatu khilafu dhalik, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala fi matla surati al-Baqara anatuambia alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Miongoni wa vile tulivyowaruzuku, kuonyesha dalili katika Qur'ani anna almala juz'un min arrizq, mali ni sehemu katika arzaq ambazo Allah humruzuku mja wake. Wa rizqu naw'an, na riziki ziko mara mbili, rizqun dhahirun wa rizqun batin. Kuna riziki ambayo ni dhahir, kwa wazi inaonekana, na rizqun batin ambayo imefichika. Rizqu adh-dhahir ni mfano wa maakal wa mashrab wa malbas wa mawa, mfano wa chakula, kinywaji, nguo na maskani mwanadamu anapoishi. Vile vile huingia arrizqu alma'nawi, al-amnu wal-istiqrar wal-hurriya wal-aql, amani anayokuwa nayo mwanadamu, utulivu, pia uhuru ambayo yuko nao na akili. Hizi ni miongoni mwa arzaq ambazo mwanadamu huziona kwamba ni riziki zipo. Ama arrizqu albatin, rizqu albatin wanavyoeleza ulama ni mfano maarifatullahi subhanahu, kumjua Allah, na hapa inaingia iman. Kadhalika taatuhu subhanahu, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkul alayhi, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na mengine ambayo ni katika mambo yanayofungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hizi riziki mbili, arrizqu alawwal mutaalliqun bidunya, mutaalliqun biljasad wa muaqqatun bidunya. Riziki ya kwanza inafungamana na kiwiliwili cha mwanadamu, chakula, kinywaji, mahali pa kukaa, pa kuishi, vile vile na mavazi yanayofaa mwanadamu. Hapa hii ni riziki inayofungamana na mwili, na ni kwa muda. Idha mata al-insanu faqad intahat al-arzaq adh-dhahira, mwanadamu anapokufa huwa ndio hizi riziki zimekwisha. Amma ar-rizqu al-batin fahiya tanfa'una fi al-akhirah, rizqu al-batin ndio riziki tukufu ambayo inatufaa akhira. Tanfa'u fi hayatihi, tanfa'u fi hayati wa fi al-barzakh wa fi jannatin 'arduha as-samawati wal-ard, inamfaa mwanadamu akiwa hai, akizikwa katika kaburi yake, na akiwa janna. Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia riziki hizi mbili katika surati Luqman, alam tarau anna Allaha sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina. Hivi hamuoni wanadamu Allah amewasahilishia vingi katika uhai wake, na akawamiminia riziki zilizo wazi na zilizofichika. Kwa hivyo mwanadamu
sana huweka mbele riziki ambayo ni dhahir katika uhai wake wa dunia, na hashughuliki sana na riziki ambayo ni batin. Katika kikao kinachokuja tutaeleza ma hiya awamil izdiyad rizq, kuna sababu ambazo zaweza fanya riziki iwe nyingi kunjufu na iwe na baraka. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.